Ewe mwanafamilia wa Lasta Njeyala, karibu kwenye channel yako pendwa inayotoa mada mbalimbali za maisha ili kuelimisha, kuhamasisha na kuchochea mtazamo mpana. Kwa jina naitwa Shaluma Sengelema. Karibu lambaze nami katika lugha adhimu ya Kiswahili kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wake. Leo naanza kwa kuuliza, je, umewahi kumtazama mtoto akicheza? Ni jambo la kuvutia. Kadri unavyomwangalia ndivyo unavyozidi kuvutwa kutazama zaidi. Labda mtoto huyo anajenga nyumba, anachota maji kidogo na kutengeneza matofali ya udongo, anakusanya majani makavu, anafanya mistari ya mawe kuonyesha vinjia vinavyokwenda kwenye nyumba moja hadi nyingine katika kijiji alichojenga. Tunaona kwamba mtoto huyo amejifanyia lengo. Vitendo vyake vyote vinaelekea lengo hilo, naye atafurahi tu ikiwa alichokifanya kinalingana na kile alichonacho akilini mwake, yaani ile picha alionayo kichwani mwake. Hii ni namna ya pekee ya binadamu kutokana na maumbile yake kupanga mambo. Tangu wakati huo na kuendelea, umekuwa na uwezo wa kufikiria dunia. Jambo hili litatufanya tumchunguze zaidi binadamu. Katika kumuumba na kumjalia uhai, Mungu amempa mwanadamu vipaji vya ajabu. Amempatia mwili, na kwa njia ya mwili huo mwanadamu anashiriki katika nguvu na uhai wa ulimwengu. Mungu pia amempatia kila mtu akili, utashi na uhuru avitumie kikamilifu. Mtu aweza kujua kufanya uamuzi wake mwenyewe na hawezi kulazimishwa katika jambo lililo kinyume cha utashi wake. Kama mwandishi mmoja alivyosema, jinsi gani binadamu alivyo kiumbe wa ajabu. Kati ya viumbe vyote vyenye uhai vilivyomo duniani, ndiyo binadamu anayefanana zaidi na Mungu. Hata hivyo, binadamu katika hekima yake yote bado anatafuta kuelewa kikamilifu zaidi akili ya binadamu na shughuli zake. Vipaji hivyo alivyopewa binadamu ni uwezo wa ajabu kweli, lakini uwezo huu na kazi zake ni vigumu kuzielewa kikamilifu. Akili na mawazo ya moyo wake binadamu ni kama bahari yenye kina kirefu, yenye vitu vya kila aina ndani yake, na kadri anavyozidi kwenda chini zaidi ndivyo anavyozidi kuwa na mshangao. Tunaona mahitaji na tamaa, hofu na wasiwasi. Tunavumbua mtazamo na matumaini mapya. Tunashuhudia hisia na shauku. Yote yamo ndani ya moyo na akili ya binadamu. Kila mmoja wetu ana nafsi ya pekee, tofauti na yoyote yule kwa namna nyingine. Tunapofikiria juu ya jambo hili, tunaona kweli ni la ajabu. Katika ulimwengu huu haiwezekani kumpata mtu aliye sawa kabisa na wewe. Mwili wa mtu ni mkusanyiko wa chembe-chembe nyingi ziunganazo kwa namna ya pekee. Kumbe basi, kutokana na mkusanyiko huo wa pekee mwilini mwako, wewe ni mtu wa pekee kwa mwili wako, uso, rangi, macho, uwezo na akili yako. Uwezo wako na kumbukumbu za mambo, namna yako ya kufanya. Kati ya mamilioni ya watu walioishi duniani hapa tangu mwanzo na wale ambao wataishi hadi mwisho wake, hajatokea wala hatatokea mtu ambaye atakuwa kama wewe kabisa. Najua hii ni kweli. Kwa namna fulani ninaweza kukwambia, ninaposema wewe, ndio nafsi yako nzima inayosema wewe. Ni kila mtu anachokifanya ni lazima au ni binafsi, na akisema ni wewe. Kwenye kiini cha nafsi yako kuna haja moja iliyo na nguvu sana kuliko nyingine zote. Kati ya vitu vyote unavyovitamani, kipo kimoja kilicho na nguvu kuliko vyote. Kwa sababu hicho kinakufanya maumbile halisi ya mtu au ya watu.
Kitu hicho au haja hiyo ni haja ya kuwa na mtu wa kuhusiana naye kwa karibu. Anaweza kuwa ni mzazi, ndugu, jamaa au rafiki wa karibu. Ndiyo haja ya nafsi yako wewe, inayokuita wewe na kutazamia itikio kutoka kwako wewe. Biblia inatueleza jambo hili kwa maneno rahisi inaposema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Mwanaume na mwanamke walifanywa. Ndugu zangu, leo naenda kuzungumzia masuala ya binadamu. Ewe mama, ewe baba, ewe kijana, ewe binti, ewe mtoto, wewe ni wa pekee. Katika maisha yako hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninachokuomba, jithamini, jiamini, pambana, unaweza. Hakuna mtu aliyeweza kwa kubweteka, bali ukiwa na nia ya dhati unaweza. Basi kama hujawa mwanafamilia wa Lasta Njeyala, jiunge nasi katika safari ya maarifa, mijadala na mabadiliko chanya. Jisajili sasa nawe sehemu ya jamii inayothamini elimu na maendeleo. Usisahau kulike, komenti, kushare na kusubscribe. Kwa jina naitwa Shaluma Sengelemu. Asanteni na watakia siku njema.